So can everybody see the screen? So this is the screen. I've already imported data, but it's easy. We can repeat the process. But if your data is directly into your starter format, you can just go to file you open. It can directly take you to starter. Then you can open. If it's in other format, then you have to know how you can open. But actually, I want to do demonstration on very few things. We are discussing about the Kaplan-Meier and the extractor. We are discussing about the log rank, about the Nelson Allen, the Cox model. So it's easy. If you don't know, you can just do straightforward. But starter, I can just tell you, starter is divided into something like 5 windows. This side is for the right side. This is where now you can see your variables. Here the middle is where the black window is where the output will be displayed. And here down is written command. Is where you can type anything you wish. If you are either syntax oriented or manual, I can show you both. So we have this, and here we have the command. Whatever you run here down, it will be displayed here. So this is how starter it is. Because third year it is my hope you are not the first users, so I can't take you to the very beginning. I'll just show you. If you want to do any survival, if you want your manual drive, and you can come here to statistics, and you can search where survival analysis is. In survival analysis, if I just went to statistics, then to survival, then the first step is I have to set up the utilities, right? This is a very important part. You set the utility. Is where now you declare your data to be survival, and also you need to set actually what is the event of your interest. For this case, I have these. Maybe I can share some few. These were the data from Kenyatta Hospital in Kenya. So these are real life data. We can check this. So the first thing, we have to declare the time. In declaring the time, we have many options. You have to declare your data as survival time data. It's very important. You will just take for your level. You just consider this first one. You declare your data as a survival. Then it will pop. The first thing, you have to set the time variables. As I've been said previously, if you have starting and ending time, this data is already sorted by like taking uh, end time minus start time, so we directly go. Otherwise, if you have just recorded the starting and the ending time, kwa maana hiyo unatakiwa unani uweze kutafuta ile tofauti ili uweze kupata exact time. So our time variable will be the number of days spent in ICU. You can just check if you can find the data. Date, we have date admission, we have date of death. We check days spent in ICU. So this is our time variable. So we have the failure variable, we have the variable outcome. This variable outcome is the failure. So if
days spent in ICU, our outcome will be death. So outcome for this case is 1, by meaning death. So after setting this, we don't have the multiple recorded ID. If you have these multiple recorded ID, you can put, I think this you can even set to be case number. It's not necessary. You can have the case number to be a multiple recorded ID, or sometimes you can ignore. But if you have recorded the ID of your let's say of your patient, or you are doing something else, then you need to set here. Are you there? Maybe you can just allow, you give me this, allow this. But this is disturbing. Class rep, just know this is disturbing. I don't know, this another one is I think these are the last group I have allowed. We have some like 42 people out of the class. So is everyone aware of this step? Very important step. You can just say yes or no, then you shut the mic. Hello? Please just respond by saying yes or no. No. Okay, I repeat. The first thing when you are doing survival is you need to declare your data as a survival survival data. Are you there? So if you know what to do is I told you we have 2 ways of doing that. If you know how to write the script, you can just write the script. You see this script here. You can just say st set, then you put the time variable, then comma, then you say the failure. The failure, you need to open close the bracket. Then you can keep the variable outcome. Then you say it is equal to 1. You make it 1. But if you cannot write this script, then what shall I do? I have to go here to statistics. Then I have to go to survival. Are you all there? Yes. Okay, you come here to survival, then you set the utility. Set utility, then you go to declare data to be the survival time data. You click this, okay? So you see this, this window that I've popped. Kila mtu ameona hii window hii? Hello? Sorry sir, ila kuna baadhi ya vitu ukifanya havionekani, kama ulivyoanza from statistics kwenda kwenye kusetup and hiyo window imepop up haionekani kwenye screen yako. Ngoja niangalie labda kwenye settings zangu, lakini ilitakiwa ionekane. Sababu anyway, ngoja niangalie nilishare nini. Ngoja ni share entire screen. Maybe kila mtu ataona. Mnaona nikisha entire screen? Nikija kwa mfano nikienda kuset, nakuja hapa kwenye statistics, nakuja kwenye survival. Hii ni very manual way. Nakuja kwenye statistics, nakuja kudeclare. Kila mtu anaona?
Ndio. Sasa kama mnanitesa, yani watu wanakuwa wanakuja late. Maybe you can do it for us. Karen, who is Karen? Hapo nasumbua mimi hapo. Inaonekana siwezi kumuongeza. Hello? Hello? Kuna Mary Goretti Swai Devota. Mna shida gani nyie wanafunzi? Anyway, ni last time, si itabidi tuache kuentertain, otherwise tutafanya kitu. Okay, tuendelee au tulisema ni last. Kwa hiyo kila mtu anaona ninachofanya. Unakuja hapa una declare time as utility, una set hapa. Alafu una declare time as survival data. Sasa hivi mnaona, si ndio? Yes. Okay, kwa hiyo tunachofanya ile time variable unaileta hapa. Tunasema ni days spent in ICU. Hapa tunaweka ile failure variable ambayo ni sasa ndo tunasema ni ile variable of our interest, kwamba labda mtu kafa au kule tulikuwa tunaongelea issue za sensor na nini. Kama kwa mfano tulikuwa tuna trace, tunaangalia kama watu wamekufa, tunavyoweka moja inamaanisha ni ile wale waliosema yes, na wale waliosema zero tulikuwa tunasema wanaingia kwenye sensor hadi sio wali drop kwenye study na vinginevyo. Basi mlinielewa last time. Kwa hiyo ile outcome unavyoweka 1 it means umeobserve, na inavyokuwa either zero ina involve paka zile sensor au mtu aliendelea kuwepo mpaka mwisho wa study au nini. Na hisi mlinielewa? Mnijibu basi au mmelala? Yes. Okay, kwa hiyo ukisha set failure inakuwa ni sawa sawa na moja. If failure is equal to 1, then ukishakuwa umeset hii, nimekwambia hapa kama unaweza ukaweka kwa mfano multiple record ID variable, kwamba kama umefanya record za ID lakini sio muhimu, ambayo ni kwamba ukiwa unaenda unakuwa na record kwamba huyu ni case number 1, case number 2, case number 3. Unaweza ukatick kwa ziweka, otherwise unaweza ukaignore. Ukishamaliza hapo unasema okay. Kila mtu tuko naye? Yes. Okay, Yes. kwa hiyo hii ni step ya kwanza. Kabla hata hujafanya hujachora graph, hujafanya nini, hii ni step ya kwanza. Sawa? Hapa pia tunaweza tukaproduce life table, tukaproduce vitu vingi. Kwa mfano unaweza ukaangalia survival based on, anahisi huku chini tuna age group ambayo tulirecord kwa chini, age category unaweza ukaangalia. Lakini sasa tunaweza tukachora zile graph au tukaanza na life table. Kama wewe unakuwa ukumbuki, ungeweza kusema tu st set, kwa maana ukaweka ile variable ile ya time, hapo ukaweka comma, ukaweka failure, ukaweka ile outcome is equal to 1. Mimi sifundishi starter, lakini unapokuwa unataka upate specific kwamba is equal to 1 au 2 whatever, lazima ufanye hivyo. Tafundisha vitu ambavyo ni vichache. Kwa hiyo baada ya hapa sasa, kwa hiyo tunaweza tukachora graphics yoyote ambayo tunataka. Kwa mfano ukija kwenye survival hapa kuna kuwepo na survival graphs. Lakini pia kuna summary table and statistics. Umeona eh? Umeziona hizi? Pia kwenye life kuna life table hapa chini, tunaona life table of survival data. Sawa? Unaweza ukafanya summarization and survival. Yaani kuna vitu vingi.
unaweza ukatesti quality of the survival, ndo tunaita zile nani, tunaita log rank test zile, ukatesti quality of survival kama survival inakuwa ni sawa. Lakini tunaweza tukajaribu hii ya kwanza ambayo ni life table. Ukifungua ile life table, of course itaanza kuhitaji baadhi ya vitu. Unaona, itakwambia inahitaji nani, itahitaji time variable ambayo ni tumesema ni ile days spent in ICU, in admitted, the days spent in ICU. Utakuja itakwambia ile failure variable ambayo ni outcome. Umeona, unaweza ukahitaji table au ukahitaji graph au ukahitaji table and graph. Umeona jamani? Yaani ukachora table and graph, ukaweka confidence level na vitu vingine, alafu ukasema okay. Lakini ni kwamba hii table inachukua muda, lakini haitafungukia hapa, huwa inafunguka kama graph nyingine. Sasa sijui kama ina take some times. Umeona table, kila kitu kimetokea Ndio. Kwa maana hii inakuta proportional surviving, namna days zinavyoongezeka kwenye ICU, ndio yani ile proportional surviving inakuwa ndogo. Ambaye ameweka mic ifute azime. Kwa hiyo hii pia ni naweza nikafunga au nikahamisha hii graph huku, lakini ni kwamba unakuja kuangalia inakupa time interval, inakwambia 1 to 2 interval maybe ya days 2 to 3. Tunaona mwanzoni survival inakuwa kubwa. Umeona hizi survival mwanzoni inakuwa 90, lakini siku days zinavyoongezeka kuja huku, mtu anavyo stay mpaka siku ya 25, unaona survival inakuwa ni 0. Ile table ambayo sisi ile table ambayo sisi tunahangaika kuitafuta, umeona, tunapambana kuitafuta. Nani anaweza akaniambia kwa mfano hii 0.99 tunapataje? Eti 0.99 tunapataje? Eti kwa mfano hapa lazima tutoe number of deaths alafu tuweke over total. Tunapata ngapi? Yaani kwa mfano tulikuwa na hawa hapa, it means kwamba watatu walikufa alafu wawili inawezekana ame lost track hivyo. Lakini 0.99 tunapataje? You take the number of death over the total, and then the answer you get, you take 1 minus that answer, you get the survival. Kwa hiyo ndo maana tukawa tunasema kwa mfano hii mtu angeweza kusema ni survival life table. Kama hii zingekuwa life table zingine, lakini hii hapa inakuwa rahisi zaidi kwa maana ya kwamba yaani unaona kwamba inavyoshuka. Kwa hiyo mtu anaweza akakunyima hapa kucompute hii survival, au akakunyima chochote, let's akawa amekupa tu hizi death alafu utafute hapa. Lakini hii actually hii ndo inaitwa life table for ni survival life table. Lakini kama wewe tumeingia hizo procedure zote, kwa vile wewe labda maybe ni beginner ambaye huwezi kuandika hii code, ungeandika tu L table, utaweka ile time variable au time variable, alafu utaweka comma graph ni survive. Yani simple like that, tayari unakuwa umeshaipata. Tupo? Yes. Yeah, na interpretation inaonyesha kama yani stay inavyoongezeka kwenye yani the way yani staying in ICU, watu wanavyo stay wanapotea zaidi. Na hii ni data za corona, ni real data hizi, sio fake.
Yaani hizi ni real life data. Kwa hiyo hiyo ni ya kwanza tulikuwa tunaangalia ni hiyo life table. Ukiangalia interpretation unaangalia namna survival inavyo drop. Unaona? Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, kama unajua hizi function au uhitaji kutumia energy, unaziandika tu hapa chini. Sawa jamani? Unaziandika tu chapa hapa zinakuletea. Lakini kwa vile kama kwa wewe user wa mara ya kwanza unaweza ukatumia sana hii manyu. Ukaja hapa kwenye statistics, ukaja kwenye survival ukapata function zote. Tunaweza tukaja kwenye option nyingine tunaangalia ya pili. Kwa mfano nilikuwa naangalia ni tunapoangalia ile Nelson Allen au Kaplan-Meier survival function ziko rahisi sana. Kija hapa kwenye graph tu tunaangalia Kaplan-Meier. Tunaangalia Kaplan-Meier itakuwa inahitaji nini? Sometimes make separate calculation by nini? Unaona? Unaweza ukaiclick kama hivi. Ikawa ni Kaplan-Meier ikakuonyesha tu kwamba yani namna, kwa sababu hii ni some sort of step function tulikuwa tunaiongelea. Unaona inavyo drop Yeah. Yeah, hai drop direct kama yani inavyokuwa kwamba inaenda direct. Inaenda kama ka step, kwa maana ya kwamba ndo pale tulipokuwa of course ni graphical representation ya hichi. Sawa. Yani step unapotoka kwenye hours, let's say 2 to 5. Unaona namna mwanzoni watu walikuwa na survive, lakini as hours stays in hospital zinavyokuwa zinaongezeka, tunaona zinashuka sometimes rapidly. Kwa hivyo vifo vinakuwa vingi kwa maana hiyo. Lakini hii hapa ndo issue ambayo nilikuwa nasema sihitaji kurudi kule nyuma sana. Ukishakuwa unajua hizi ST set graph, sababu hizi ni statistical test, unaweza ukawa unaziandika hapa chini hapa. Unaweza ukaweka koma ukasema kwamba hii survival mimi nataka niangalie survival koma by nini. Unaona? Unaweza nataka niangalie by sex au by citizenship au sisi tuweke by race. Sababu race inaweza kaangalia kwa mfano labda Kenya watu waliokuwa admitted wengi walikuwa maybe ni national, wale internationals. Unaweza ukaweka by sex, by nani. Kila mtu anaona hii inavyokuwa. Yes. Ni kuze. Kwa hiyo kwenye hii graph interpretation moja wapo tulikuwa tunaangalia kwamba nilikuwa naambia ile inayoshuka haraka inaonekana watu wanapotea zaidi. Unaweza ukaangalia race kwa mfano Afrika ni ipi? Afrika ni hii hapa katikati. Lakini ukiangalia hao wengine race ni Asian au kidogo, inawezekana pia idadi yao ni ndogo. Inaweza isiwe beta comparison ndio. Kwa hiyo inaweza ikawa hiyo race idadi yao ikawa ndogo. Unaweza ukaweka by anything. Labda ukaangalia by age group. Labda watu wanaokufa kati ya wazee na nani na yankees. Unaweza ukachora ukaangalia. Kwa mfano ukiangalia hapa kuna magroup mangapi? Na magroup matatu. Lakini wapi ambao wanapukutika sana? Yaani the more graph inapokuwa juu ya nyingine inamaanisha survival yao inakuwa strong. Au ile ambayo inachelewa kuvanish. Yaani inayechelewa kwenda kuvanish quickly. Au yaani unaona inakuwa inaenda mdogo step mpaka hiyo waje wafe, sio rahisi. Kwa hiyo kwenye hizi age group tatu unaonaje? Above 60 inakuwa ni ipi? Unaona above 60 wenyewe wakatizi, yani chap yani wameenda haraka. On. Lakini kwa haraka ukiangalia hii age kati ya 31 na 60 na 60 hapa na 1 to 30 hawa kidogo wanakuwa na survival yao inakuwa kubwa compared to hao ambao ni wazee.
Is that clear? Yes. Yeah, it's clear. Kwa hiyo tunaweza tukafanya, kwa mfano hii tulikuwa tunaangalia ni hizi ST, yani mtu akiwa anajua uhitaji kurudi kupambana sana, si urudi kule juu, lakini kama unakuwa ujui ni yani just kama kwa sababu unaanza ni first user, unaanza kwenda huko mdogo mdogo, utakuja hapo, utakuja kwenye graph, utaangalia ndio hizi coupler maya unaweza of course nyingine ni failure function, lakini unaweza kuangalia hizi Nelson Allen cumulative hazard. Nikwambia huyu Nelson Allen na coupler maya wenyewe ni nani, hawa ni non parametric yani. Unaona yenyewe inakuwa inageuka. Yaani tofauti wa Nelson Allen utakuwa uwe makini sana wakati yaani hiyo inaongelea tofauti. Yaani inapinduka hiyo. Sawa jamani? Sawa. Hii sasa unatakiwa ujue sasa, sijajua nyinyi level zenu za programming, lakini ni kwamba nikiangalia hivi kumbe naweza nikaongezea huko kwenye lesson haya, naweza nikaweka, sababu hii ni QMHAS, naweza nikaweka anything, naweza nikaongeza oxygen category humu mbele, yani oxygen, nani anafahamu oxygen categories zinakuaje? Kuna ili uonekane wewe oxygen circulation ndani ya mwili ni iko standard, inakuwa ni ngapi? Amjasoma medicine, unauliza ile swali, inakuwa 90 ngapi eti? Inakuwa kuanzia 95% kuendelea, inakuwa ni below 95 na above 95. Wakienda wakikuweka tu kile kipimo cha oxygen, inatakiwa kisome yani kubwa kuliko asilimia 95. Ikiwa chini ya pale kidogo inakuwa ni shida. Mpo jamani? Kwa hiyo tofauti ya hii Nelson Allen cumulative hazard inakuwa inapinduka yani. Yaani unahitaji uwe very, hii inaonyesha kwamba yani hazard inaongezeka mtu anavyo, yani ile risk inaongezeka mtu anavyo days inavyoongezeka. Kwa hiyo sasa inakuwa ni reverse, yani ni some sort of. Kwa maana hata darasani sikutaka kuiongelea kwa sababu yenyewe of course ni non parametric, lakini yani ni the same, yani ukiwa unaelezea nani leo ni class au kutoa taarifa sasa au naye hayupo? Kada class rep haupo? Say hawa watu na kelele nyingi sana. Anyway, naomba kuwaruhusu sababu mnanisumbua, lakini I was not supposed to do that. Okay, tunaweza tukaendelea kwa hiyo mpaka hapa kuna mtu ana shida, kwa mfano kuangalia hizi life table namna interpretation, au mtu anavyo group hizi, una group by sex, unaweza kaangalia maybe sex gani ambayo iko more hazard kwa maana ya kwamba na riski kubwa. Unaweza kaangalia kwa mfano hapa tunaangalia hii ni age category, mtu anaweza kaangalia sex au kaangalia labda wagonjwa nani wa ugonjwa fulani specifically. Unaweza ukaangalia by sex kati ya wanaume na wanawake, na unaweza kaongeza vitu vingi hapo. Au jamani, sitamruhusu, imekuwa ni kero. Tuendelee na hao ambao hii hapa mmeona, unaangalia kwa mfano kati ya wanaume na wanawake wepi ambao walikuwa na separate. Mmoja nijibu.
Female. Watu ambao wana survive yani wanakaa ICU na wapi? Male alikuwa anasepa haraka. Nani? Male. Ya, tunasema hivyo kwa sababu gani? Graph yao ina decrease high. Yaani tunapoangalia tunaangalia ipi ambayo ina drop au unaangalia graph gani ambayo iko juu ya mwenzake. Ile iliyoko juu survival yao inakuwa kubwa compared to ile inayokuwa chini. Rahisi hapo, tumeshaelewana hapo kwenye hizi function na nini, kujua kwamba hii ni kitu gani. Rahisi, sidhani kama ina issue sana. Kama unakuwa uvikumbuki, unakuja tu hapo kwenye statistics, kwenye survival unaviona vyote hivyo. Hii summary tables na nini hizo, kuna vitu vingi sana huko. Kwa mfano kwenye hizi summary tables and test tuna pia hii quality of tuna test quality of the survival function. Hii ndio issue ambayo nilikuwa nawaambia kwamba tunatumia log rank test. Unaweza ukachagua variable, unaangalia unataka kutest quality ya survival kati ya sex maybe. Unaweza ukatesti against any, lakini kumbuka lazima hii iwe categorical variable. Tuna test quality kuangalia unaweza wakati mwingine unatumia Cox, ziko test kibao yani, kuna Wilcox. Kama mlisoma na parametric na vitu vingine, utumie hizi, unaweza kuzijua hizi test, lakini si tumie log rank ambayo tulisema hii log rank ni more related to chi-square, sio? Simlisikia jamani, tulisema kwamba hii ni some sort of chi-square kwa sababu tuna test kwa sababu ya kwa nini tunavyo test equality, tunaangalia survival kati ya groups. Kwa hiyo tunatumia hiyo Cox. Unaweza ukaangalia kama unataka kufanya variable stratification, lakini actually tuna test equality. Tukiwa tunataka kufanya testing statistics yote, na hisi nyinyi mnaelewa, tunatakiwa tu set nini kabla? Eti tunapofanya testing statistics tunatakiwa tuna procedure ngapi? Tunaanza kuset kwanza hypothesis, null na alternative hypothesis. Hypothesis inakuwaje? Tuna set zile mbili ambapo kuna null na alternative. Sasa ndo nataka kujuaje hapa, tunaangalia male na female. Null hypothesis inakuwaje? The null hypothesis is the survival of male is equals to the survival function of male is equals to the survival function of female. Tunaangalia kwamba survival ya male ni sawa na survival ya female. Kwa hiyo hapa hivi tunafanyaje? Yani based on this result tunasemaje hapa? What do you conclude? Kwa sababu pi value ni less than 0.05 tuna hypothesis. Tunafanyaje? Tuna reject. Okay, kwa hiyo tunasema kwamba there is no equality in survival between these two groups. Lakini tulishaona wakati tumechora hii hakuna equality, yani kwamba survival moja ni kubwa kuliko nyingine, sio? Kwa hiyo wakati mwingine hii ni testing tu, lakini huko haionyeshi yani. Mpo hapo jamani?
Halo, Tupo. Yes. inaeleweka? Ndio. Ndio. Okay. Basi hapo sasa tuangalie zile model, lakini sijajua, kwa mfano kuna mtu yote ameshatumiaga starter akajua, kwa mfano huwa tukitaka, kwa mfano tunafanya nini wakati tunataka kwa mfano tukiwa tunataka kurun ile model, tukiwa tunataka kurun ile model, mostly tunatumia hizi variables zinakuwa ni categorical Yaani ukiwa unaongelea issue za hazard, hata unafanya logistic regression au model nyingine, unatakiwa uwe makini kwamba yaani zile categorical variable unazitreat vipi. Lazima uwe na reference category. Reference category ni kitu ambacho ni cha muhimu sana. Na ukiwa na category 3 unaweza ukaamua yoyote, lakini hapo hatufundishi na